ameitelekeza familia yake. Mkewe anamtafuta kinoman, maana mtoto wake nyumbani anaumwa, lakini Vincent hapatikani wala haonekani nyumbani. Vincent yupo kwenye mchepuko, anapewa raha kinoman na mchepuko mpaka ameisahau familia yake. Kivipi? Kwa nini? Mshikaji anaisahau familia yake na anadili kwa mchepuko. Leo Vincent anafukuzwa kazi na kuambiwa kwamba yeye ametia hasara kinoman kwenye kampuni, kiasi cha kwamba kampuni inamfukuzisha kazi, pia inamfukuzisha kwenye nyumba ambayo anayoishi, pia itafilisi mali zake zote. Hii itakuwa kama fidia ya kufidia deni ambalo alolitia kwenye kampuni. Vincent ghafla binivu anaingia kwenye umaskini mkubwa kinoman, umaskini ambao hajautarajia wala hajauzania hata kidogo kwamba leo hii ungemkuta. Lakini mkewe Vincent ambaye anaitwa Isaya anamvumilia mmewe kwenye mambo yote yale, yaani shida zitakazowakabili, matatizo atakayofuata na njaa itakokuja mbele yao. Mkewe amekubali. Mkewe hajakuwa dada wa mjini kusema kwamba kama huna pesa basi na mimi nisahau. Leo Vincent amepata kazi na anamuaga mkewe kumwambia kwamba mke wangu, leo naenda kazini maana nimepata kazi. Mkewe anamwambia kwamba nashukuru mume wangu kupata kazi, maana mtoto kule shule anadaiwa, pia mwenye nyumba anatudai pesa yake, hivyo naomba mume wangu kapambane kadri akapambana ili tuje kulipa madeni ya watu. Mume wangu Vincent anaenda kazini, lakini kwa bahati mbaya anapofika kazini anakuwa amechelewa bwana. Meneja anamfokea kinoma na kumwambia kwamba yani wewe muda wote huu ambao utakofika kazini unafika saizi. Vincent anasema kwamba samahani boss, mimi situmii boti wala situmii usafiri wa private, hivyo daladala zinasababisha nichelewe, hebu nitokee hapa nenda kafanye kazi. Vincent chap hana cha kupoteza, anaingia jikoni na anaanza kufanya kazi. Anakuwa na mawazo sana kiasi cha kwamba mshikaji wake anamwambia kwamba hapa tupo kazini, mawazo yaache nyumbani, hebu tupige kazi mwanangu, kwa sababu hayo mawazo hayasaidii chochote kazini bali itapelekea uharibu kazi yako. Lakini Vincent anasema kwamba na mawazo mengi sana, nawaza vitu vingi sana ambavyo vinavyonichanganya. Hapa Vincent amemletea chakula mteja, lakini kwa bahati mbaya mteja anasema kwamba chakula nilichoagiza sio hiki. Vincent anasema chakula ndio hiko. Mteja anasema mimi sio kama sina akili, chakula sio hichi, umeniletea chakula cha kipuzi sana. Vincent anaomba msamaha mteja, lakini mteja anasema kwamba yani mimi nimekaa muda wote hapa kusubiria chakula afu naleta upuzi. Meneja anakuja kusuluhisha kesi na meneja anaomba msamaha kusema kwamba tusamee sisi kwa tulikosea. Baada ya hapo meneja anamfukuza Vincent akamwambia kwamba ondoka hapa, toka hapa shenzwe. Vincent anapitia maisha magumu sana, lakini mkewe anazidi kumpa moyo kumwambia kwamba mume wangu, hebu vumilia, wewe ndo kichwa wa familia, usikate tamaa mapema mume wangu, haya yote yataisha. Mke wa Vincent ni mke mwema sana, ni mke bora sana, ni mke ambaye ni funzo kwa kila mtu. Leo kwa mara nyingine tena Vincent amechelewa kufika kazini na meneja anamfokea kumwambia kwamba sikutaki kazini kwangu sababu wewe ni mfanyakazi ambaye hujali kazi yako wala hujui wajibu wako ukiwa kazini. Vincent anaomba msamaha kinoma akisema kwamba boss, mimi nimeshakwambia siwezi kuboti wala kupanda usafiri wa private, hivyo inapelekea mimi kuchelewa kufika kazini kila siku kila wakati. Boss anasema kwamba huna kazi, kafanye kazi zingine. Lakini Vincent anaomba msamaha kadri awezavyo na boss anamwambia kwamba hii ndo mara ya mwisho, kama utarudi tena kuchelewa kufika kazini basi jua sitokusamee, nenda kaendelee kufanya kazi huko. Vincent chap anatoka na kuondoka kuendelea kufanya kazi. Leo wamekaa kama familia wakiwa kwa pamoja kwa umoja, wanaongea na kujadili mwenendo wa maisha yao mbeleni utakuwaje, utakuwa vipi kwa mipango yao, mikakati yao na plani zao. Lakini baba mwenye nyumba anaingia na kumwambia kwamba yani mimi na kufanja nyumbani kwangu watoto wangu hawali kwa amani, nyinyi mnafurahi kabisa na kupiga story pasipo kuwaza wala kujali ya kwamba na wadai. Sasa naombeni muondoke kwenye nyumba yangu, siwataki kuwaona wala kuwasikia. Sasa nawadai kodi ya mwezi mzima, lakini nyinyi hamjali wala hamzani kama mimi nawadai. Mnakuwa na amani, mnakuwa na furaha tena kwenye nyumba yangu. Mnapata wapi ujasiri huo wa kuwa na nguvu ya kupiga story, kuongea na kufurahi kwenye nyumba yangu? Naombeni ondokeni. Vincent anasema kwamba mzee wangu, nipe muda kadhaa tu, nipe siku kadhaa tu, sasa hivi nafanya kazi, nitakulipa kodi yako. Mzee anasema kwamba hayo ndo maneno yako, hayo ndo maneno yenu, naombeni ondokeni. Kesho asubuhi sitaki kuona mtu kwenye nyumba yangu, wapangaji wapo wengi sana na kila siku wanaulizia vyumba, nitawapangisha. Mzee hataki kusikia la mwazini wala mnadiswala,
anawaomba waondoke kwenye nyumba yake na hataki tena kusikia maelezo yao ya kwamba watamlipa kodi siku zijazo. Leo mzee asubuhi na mapema amekuja kwa Nshavage nyumbani kwake na vijana wake ya kusema kwamba hii ni nyumba yangu na akinayo, kwa hiyo ondokeni, sitaki kumuona mtu hapa kwenye nyumba yangu, naombeni msepe na mjue pa kwenda. Baadaye nikirudi sitaki kuja kumuona mtu hapo, maana hawa ndo madai zangu, hiki ndio quest yangu. So mzee anaondoka, lakini huko amemwambia kwamba jioni akija atakuja na wapangaji wengine, hivyo wao hawatakiwi wawepo kwenye hiyo nyumba bwana. Usiku Vincent anarudi, anapata taarifa kwamba mwenye nyumba amekuja kuwazalilisha hapa. Vincent anataka kufunga safari kumfuata mwenye nyumba ili aende akamwonyeshe Nshavage kwa kumzalilisha, hata kama hawana kodi, lakini sio sababu ya yeye kuwazalilisha ama kumzalilisha mkewe na familia yake ama kumzalilisha yeye kiujumla, kwa sababu hakuwahi kuchelewesha kumlipa kodi. Ni bahati mbaya tu imetokea mwezi huu ndio maana hakumlipa kodi, hivyo hapaswi ama haruhusiwi kwa namna hiyo yeye kuwafokea ama kuwasema kila muda kila wakati. Kuna mlembo bwana amekuja hapa kuja kupata chakula na Vincent yeye ndo mtu ambaye wa kumhudumia mlembo huyu. Ni mlembo mfano hivi ambaye alosimama sana, amesimama kinomani. Vincent anakuja kumhudumia, lakini huyu binti anamkumbuka Vincent na Vincent anamkumbuka bwana mdada. Kwa furaha sana binti anasema kwamba kama nakukumbuka, kama nakujua, na Vincent anasema kwamba nakujua vizuri tu. Binti anauliza kwamba ulikuwa wapi kipindi chote? Mbona nilikuwa sikuoni na sije kutiaga machoni tena tangu tulipomaliza shule. Vincent anasema kwamba ni michakato tu ya shule ambayo nilikuwa naipambania. Hivyo Demo anasema kwamba lakini wewe ulifika mpaka chuo, sasa mbona leo unaje kufanya kazi kwenye restaurant kama hii ambayo wanatakiwa kufanya kazi wafanyakazi wa kawaida sana? Anapoendelea kuongea na mteja, mara meneja anakuja na kumwambia kwamba yani wewe unakaa na kupiga story tu na wateja na hufanyi kazi. Lakini ubinti anasema kwamba kwani kuna ubaya gani, kuna shida gani na kuna tatizo gani mimi kuendelea kupiga story na yeye? Si tunapiga story tu. Lakini meneja anasema kwamba hapa mpo kazini na sio sehemu ya kupiga story. Binti anatoa simu na kumpa Vincent aandike namba yake ili wawasiliane mbeleni, na binti anasusa na kuondoka. Binti anaposusa na kuondoka, meneja anakasirika kinomani. Yaani wewe kila siku ni kuchelewa, kila siku ni kunifukuzia wateja. Sasa ondoka kazini kwangu na sikutaki kukuona wala kukusikia. Naomba ondoka. Vincent anaomba msamaha, lakini leo hii bosi ameshachamaa kinomani. Leo Vincent amekaribishwa bwana na mwanadada yule ambaye walikutana pale kwenye restaurant. Bidada anamkaribisha nyumbani kwake na kumwambia kwamba embu karibu kwanza nyumbani, maana wewe Vincent ulikuwa ni mwanaume mmoja ambaye mwenye elimu nzuri sana, mwenye upeo mzuri sana wa kupambana kwenye elimu. Na shangaa upeo huo umeshindwa kuutumia kwenye kupambana kwenye maisha. Lakini Vincent anamwambia kwamba mimi kuna kosa lilifanyika ofisini na nilifukuzwa kazi, sio kwa matakwa yangu, ilikuwa bahati mbaya tu mpaka nikafukuzwa kazi, na hivyo imepelekea mimi kuwa na maisha magumu kinomani. Binti huyu anasema kumbe shida kazi. Kama shida kazi, mimi mbona kazi ninazo nyingi tu, kazi zipo za kutosha tu, ambazo kama upo ngangari, kama upo ushupavu na unashupavu ndani yake, nitakupa kazi hizo na utazifanya, itakuwa nyepesi sana mbele yako. Vincent anasema kwamba nitashukuru sana kwa sababu mimi nina mke na na mtoto. Kama utanipa kazi, kama utafanya mimi nipate kazi, itakuwa jambo zuri sana kwa sababu itarahisisha maisha yangu. Vincent anarudi nyumbani na mwanisia mkewe kumwambia kwamba kuna sehemu nimepata kazi ambayo itabadilisha maisha yetu. Mkewe anafurahi kinoma, kisha anamwambia kwamba mume wangu, si nilikuwa nakwambia kwamba kuwa na subira, vumilia tu, yote yataisha, yote yatapita. Umeona leo umepata kazi sehemu kubwa, sehemu nzuri sana ambayo utaenda kufanya kazi na utaenjoy. Msaada mkubwa sana Vincent anapewa na binti yule ya kumwambia kwamba atampa kazi nzuri sana, atamtafutia kazi nzuri sana. Taarifa hizi anapomletea mkewe anafurahi pasipo kujua kwamba kazi yenyewe kumbe inawezekana huko mbele ikaja kuwa na kipengele, lakini yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu kumpa mmewe kazi ambayo itakubadilisha maisha yao, itakufanya maisha yao yawe mazuri. Mkewe Vincent anafurahi kinoma ni kwa mmewe kupata kazi. Sasa leo Vincent anakuja kuiangalia kazi sehemu ambapo alipoahidiwa atafanya kazi. Anakuja na bibie bwana. Bibie anamwambia kwamba usijali Vincent, kazi ipo na utafanya tu, na sio kazi ngumu sana, ni kazi tu rahisi, wewe utaiweza na kwenye kuweza kwako itakupa maisha mazuri sana. Vincent anakuja kuongea na mkewe kumwambia kwamba nimeenda kwenye kazi nimepewa, na siku so nyingi nitaanza kufanya kazi. So ni ofisi kubwa, sehemu kubwa, natumai maisha yetu pia yatakuwa makubwa. Nipe mwezi mmoja tu, maisha yangu ama maisha yetu tutabadilisha wote kwa umoja. Kweli bwana. Leo Vincent amerudi na gari nyumbani, mpaka mkewe haamini. Mume wangu, yani kazi tu umeanza wiki 2, mara leo unarudi na gari nyumbani? Aise, hiyo kazi kubwa sana, hiyo kazi nzuri sana, hiyo kazi usiache mume wangu. Hakika Mwenyezi Mungu ametuona. Sasa hapa kama ofisi imekupa gari, basi ofisi basi kupe hata nyumba nzuri mume wangu, tukakae sehemu nzuri, tukakae maeneo mazuri,
Vincent anamwambia kwamba usijali mke wangu, kila jambo ni mdogo mdogo tu, mambo yatakaa sawa, usijali, hapa tunahama siku so nyingi. So familia kwa umoja, kwa pamoja inafurahi. Leo kazini bibi anamfuata bwana Vincent na kumwambia kwamba sasa kuhusiana na kazi, mimi nitakuwa nakulipa mshahara wangu binafsi, mshahara ambao utakuwa upo nje ya kazi. Vincent anashangaa, mshahara gani? Lakini bibi anasema kwamba tangu nipo shule nilikuwa natamani sana ninaye karibu, lakini kwa bahati mbaya nafasi hiyo niliikosa. Sasa hivi natamani ama nahitaji wewe na mimi tuwe karibu kila muda, kila wakati. Kwa hiyo wewe itabidi uje kuishi nyumbani kwangu hapa, tuishi wote, tuwe wote, nijisikie na faraja, nijisikie na furaha. Lakini Vincent anasema kwamba mimi nimeoa na mke, siwezi kufanya upuuzi, kazi ulionipa inanitosha, samahani, naondoka. Bibi huyu alijisikia vibaya sana kusema kwamba kama umekunywa ijiwisi basi hakuna kuharibika, wewe ni wangu na utakuwa mpenzi wangu. Leo hii Vincent yupo nyumbani lakini hataki aende kazini. Mkiwa anarudi anamuuliza, vipi, mbona huendi kazini wakati huu ni muda wa kazi ambao ulitakiwa uwe kazini? Vincent anasema kwamba sijisikii wala sina haja ya kwenda kazini, nipo tu leo nafanya kazi nyumbani. Mkiwa anamuuliza, kwa nini umepata kazi juzi tu then leo uanze kufanya kazi nyumbani? Lakini Vincent anasema kwamba ipo okay tu, haina noma wala hakuna ubaya wote mimi kufanya kazi nyumbani. Mkewe ana mind kinoma, kwa nini Vincent anafanya kazi nyumbani na haendi kazini? Lakini pia Vincent anamlamu mkewe na kumwambia kwamba wewe kaka kutulia, hujui chochote, hii kazi unayofanya sawa tu, haina shida. Mkewe anamwambia kwamba upuzi wako, ujinga wako na unafanya sisi tuishi maisha magumu. Sasa hivi ukifanya tuishi maisha magumu sitokubali, nakwambia kabisa. Leo yule binti bwana anampigia simu Vincent. Vincent anafikiria hivi simu ya heri kweli? Lakini bibi anasema kwamba kwa sasa hivi ndo hautaki kupokea simu zangu, hautaki kuja kazini kwa sababu nilichokuambia, kwa maana nilivyokuambia kwamba nahitaji kuwa na wewe karibu. Lakini Vincent anasema kwamba naipenda familia yangu, nahitaji familia yangu, ni heri nipoteze kazi lakini sio kuipoteza familia yangu, maana familia yangu tu mikononi mwangu. Mimi nikisema nianzishe mahusiano na wewe, mimi nikisema niwe na wewe, familia yangu, maisha yangu yote yataribika na mimi nitakuwa niko na wewe. Hicho kitu sikitaki kukisikia wala kukiona, naomba achana nacho. Binti anasema kwamba lakini sio sababu ya kufanya usije kazini, kazi ni kazi, mapenzi yetu ni mapenzi yetu. Sasa tumegombana mimi na wewe, kwa nini usije kazini? Vincent hataki kusikia maneno mengi, Vincent hataki kuongea sana, anakata simu, pia anamblock ule mwanamke. Hataki mazoea wala utani kwenye familia yake. Vincent anapitia mawazo mengi kinoma kwa sababu mtihani aliopewa ni mgumu. Hii kitu ama hii moment Vincent inamtesa kinoma, maana hana cha kufanya wala hajui afanyaje kwenye hili. Anapatwa na mawazo kinoma kiasi kwamba haamini wala haelewi nini afanye ama afanye vipi ili akwamuke kwenye mtego huu. Vincent anabaki tu akiwa na mawazo mengi sana. Mkewe amelala kwa amani, kwa furaha, akiwa hajui nini kinachoendelea wala nini kitu ambacho kitakachotokea. Leo imepita wiki sasa tangu Vincent aende kazini na hakurudi nyumbani. Mkewe anampigia simu Vincent, lakini Vincent ndo kwanza hana habari wala hana hata hamu ya kurudi nyumbani kwake. Mkewe anamuuliza, hizo kazi gani? Kazi ambazo zinakufanya wewe usirudi nyumbani wiki nzima, kazi ambayo wewe hutaki kujua familia yako wala kunijulia hali. Kivipi mume wangu, rudi nyumbani basi hata uje kumwona mwanetu. Lakini Vincent anasema kwamba ni banana na kazi, nipo nafanya kazi, sitaki kusumbuliwa ninafanya kazi, naomba niache. So kwa uchungu sana mkewe anakata simu na haelewi nini kinachotokea wala nini kinachoendelea mbele ya Vincent. Kumbe Vincent bwana yupo anapitiwa na mchepuko. Vincent yupo kwa mchepuko bwana, anaragaliwa na huku Vincent akiwa anamhudumia mchepuko, maana mchepuko ulisema kwamba yeye bila Vincent hawezi kutoboa hata kidogo. Lakini leo Vincent yupo kwa mchepuko na haijai tena familia yake. Vincent anamtobolesha bidada huyu chuma moja alosimama, chuma moja kali sana. Mke wa Vincent ameenda ofisini kwa mumewe kumuulizia kwamba mume wangu, wiki nzima hujarudi nyumbani na mimi siwezi bila wewe, mtoto wangu hawezi bila wewe. Lakini Vincent anasema kwamba maisha magumu tulopitia, maisha magumu tunayoishi, msitaki tuishi maisha yale, mimi nipo nafanya kazi, msinisumbue wala msinijue. Lakini mkewe Vincent analaumu kinomani. Muda mkewe analaumu, Vincent anamuita mlinzi na kumwambia kwamba huyu mwanamke sitaki kumuona, na mlinzi anasema kwamba mama, toka, kazi yangu mimi ni kulinda na kuomba, ondoka, masuala familia mtamaliza nyumbani.
Mkewe Vincent yaamini, inakuwaje kivipi mmewe anamfukuza ofisini kwake? Mmewe hataki kumsikia, hataki kupokea simu zake, wala hataki kumjali. Leo familia imebaki watu wawili tu, yani mama na mtoto nyumbani. Mtoto anauliza, mama, mbona baba harudi nyumbani? Kwa nini? Kivipi? Lakini mama anamfariji mwanawe na kumwambia kwamba baba yupo kazini, anafanya kazi na sisi anatuhudumia. Mtoto anauliza, kama baba yupo kazini anatuhudumia, mbona tunakula maharage? Kwa nini tule maharage? Kwa nini tusile nyama? Lakini mama anasema kwamba mwanangu, au mengine achana naye. Vincent huku anakula raha kinoman. Vincent huku anapewa huba zito sana, anapewa mahaba ya kutosha sana mbele ya Mchepuko, na familia yake kule inashindia maharage tu. Mchepuko anasema kwamba Vincent, mimi nitakufanyia kila kitu, mimi nitakupa kila kitu ambacho unachokitaka na ambacho hujawahi kukipata, mimi nitakupa. Vincent anasema kwamba na mimi nitahakikisha na kuridhisha kwa kila kitu, kwa kila namna. Leo hii mtoto anauliza kwamba mama, mbona leo shule mtakuwa wazazi wote wawili, lakini baba yeye hayupo? Kwa nini baba hayupo? Na kila siku nikuuliza kusana baba, unaambia kwamba baba yupo kazini. Kazi gani hiyo ambayo unafanya mpaka sisi hatusahau, mpaka asinijue mie, mpaka sitaki kuongea na mie, mpaka hataki kurudi nyumbani? Lakini mama anambembeleza mwanawe na kumwambia kwamba mwanangu, achana nayo maswala. Baba yako yupo kazini, anatupambania sisi tuwe na maisha mazuri, ipo siku atarudi. Leo mama ameulizia na kuambiwa kwamba mmeo kuna sehemu anaishi. So huyu mwanamke mkewe na Vincent ambaye anaitwa Isayo anaenda kumuulizia mmewe bwana kwenye nyumba hiyo. Mlinzi anamwambia kwamba mimi hapa sina oda kumpokea mtu, kwa hiyo naomba ondoka. Lakini bidada anamwambia kwamba ndani kuna mme wangu, naomba nikaongee naye. So mlinzi kwa wema, kwa ustaarabu anamruhusu apite ama aende akamuone mmewe na akaongee naye pasipo kujua wala kuelewa. Mkewe Isayo alitumia nguvu nyingi sana kumshawishi mlinzi ama kumlagai mlinzi ili akamuone mmewe ndani, na kweli bwana mlinzi akamruhusu. Lakini hii kumbuka ni apartment. So apartment, mlinzi analinda apartment zote na halinda apartment moja. Hivyo alimwelekeza apartment ambayo yupo huyo mmeo Vincent. Mchepuko unajofungua mlango, lakini kwa bahati mbaya sana anakutana na mmewe sasa wa Vincent. Mchepuko anamuuliza kwamba umefuata nini nyumbani kwangu? Inakuja nyumbani kwangu. Lakini Vincent anasikia sauti ya mkewe na anatoka na kuuliza kwamba vipi jamani hapo kwa nini kinachoendelea? Kwa dharau sana Vincent anafika kumkumbatia Mchepuko, kisha anampiga busu mbele ya mkewe. Lakini mkewe ana mahindi kinoma na kumwambia kwamba huo puuzi gani, ushenzi gani ambao unafanyia? Yani Vincent mbele ya mkewe anaonesha kwamba yuko na Mchepuko na hataki kumjua Vincent wala kumsikia na kumfukuza atoke. Lakini mkewe anamwambia kwamba mtoto wetu anaumwa, mwanetu anaumwa, hivyo anakuhitaji nyumbani. Mchepuko hajali wala asamini. Mchepuko yuko bize kinoman. Mchepuko haelewi. Mkewe Vincent anataka kupigana na Mchepuko na kumwambia kwamba niachie mme wangu arudi kwa mwanangu, aende kumhudumia mme wangu, aende kumhudumia mtoto wetu. Lakini Mchepuko hajali wala hataki kusikia. Ndo kwanza Mchepuko anamvuta chombani bwana. Mama anakuja kushtakiwa kwamba bwana Vincent hataki kunijua wala kunisikia. Anapojaribu kutatua na kuulizia zaidi, anampigia Vincent, lakini Vincent anamwambia kwamba mimi huko sipajui wala sipaelewi, sijui kama mimi na mke wala sijui kama mimi na mtoto. Naomba niacheni na kazi zangu, niacheni na maisha yangu, maisha ninayochagua nimeamua. Lakini mama mkwe anamwambia kwamba fanya ufanyavyo, huko na watoto zako, kuna familia yako, rudi kwa mkeo, rudi nyumbani kwako. Lakini Vincent anakata simu na mkwewe anashangaa nini kichotokea, nini kichoendelea. Wote kwa pamoja hawaelewi wala hajui ilikuwaje, wala hawajui imekuwaje, kivipi, kwa nini. Mpaka leo hii Vincent anakataa kurudi nyumbani na hataki kuishi mbele yao. Mkewe anasema mme wangu amebadilika ghafla, sijui wala sielewi kwa nini mme wangu amekuwa hivyo. Lakini mama mkwe anasema kwamba huyo kimada wake ambaye anamwendesha tutashughulikia, tutampambania na atarudi tu nyumbani kwetu. Mtoto wa Vincent anaumwa kinoman, lakini baba hayupo. Baba yupo na Mchepuko. Baba hataki kujua familia wala hataki kupajua nyumbani. Mama peke yake ndo anamhudumia, anampambania mtoto wake. Hii moment baba pia alitakiwa awepo ili huduma hii, faraja hii na upendo kipindi hiki mtoto wao anachoumwa kwa pamoja wote wampe. Lakini mtoto anaumwa kinoman, hali yake mbaya, kila muda anavomhudumia ndo hali inavyozidi kuwa mbaya. Hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu mama pesa hana, anapambana kumtibu kwa dawa za kienyeji, dawa ambazo hazina maana yote. Mkewe anampigia mumewe kumwambia kwamba basi jitahidi mme wangu, nitumie hata pesa kidogo tu ili nikanunue dawa.
ili nikapate dawa kuhusiana na mtoto wetu. Lakini Vincent hataki kusikia, anamwambia kwamba good night mama, nimelala na mpenzi wangu, sitaki usumbufu. Kitu ambacho kinachomuuma sana mkewe. Yaani mkewe anampigia simu mumewe kumwambia kwamba mtoto anaumwa, jitahidi basi hata nitumie la dawa ili nikamle mtoto. Lakini mumewe anajibu good night, sitaki usumbufu, nimelala na mpenzi wangu. Hichi kitu kinamuumiza sana mama na kumwangalia mwanao jinsi anavyoumwa, anavyohangaika. Leo hii Mchepuko bwana, kama kawaida yake, kama ada yake, anakuja mbele ya Vincent, anabebika, anabebishwa, anauliza mume wangu, unataka nini sasa? Vincent anamwambia kwamba mimi nataka kuwa nawe karibu muda wote, wakati wote, kila muda, kila wakati. Mchepuko anamwambia kwamba utakachosema mimi nitafuata, kwa sababu wewe unavyotaka na mimi si ndio nafuata. At least mtoto amepata nafuu, amepata fueni. Bibi anakuja nyumbani na anampa zawadi mtoto, kumwambia kwamba akacheze, ndipo na mama kidogo tunayapanga hapa. Tunapanga mipango ili mambo yakae sawa. Mwanawe yupo kwenye hali mbaya sana, hali ya mawazo, maana kuna dawa nyingi sana ambazo mtoto wake anatakiwa apate, lakini pesa hizo hazipati. Pesa hizo hana. Na anasema kabisa kwamba kila nikimtafuta mume wangu simpati, hataki kunisikia, kuniona wala kunijua. Lakini mama anamwambia kwamba mwanangu, kuna kitu hujakifanya. Binti anauliza kitu gani? Mimi nimefanya kila kitu ambacho cha kumrudisha mume wangu, cha kumpenda mume wangu. Lakini mama anasema kwamba sio kila kitu ambacho utakachokifanya kumrudisha mume wako basi mume wako atarudi kama unataka wewe. Naomba fanya kitu kimoja. Pambana na maombi. Fanya maombi. Muombe Mungu wako kila muda, kila wakati, atakusaidia kwenye hili. So bibi anaposikia hivyo, anatafakari na kudhania kwamba yawezekana ushauri wa mama ukawa ni wa kweli na ukanisaidia mbeleni. Ngoja kwanza nipambane na maombi. Maombi yakaanza bwana. Isayo akawa halali, si usiku, si mchana. Yupo anapambana na maombi, anaomba kila muda, kila wakati, ili Mungu amsaidie kwenye swala zima la yeye kutaabika ama kuteseka na mtoto wake na familia yake. Kila muda, kila wakati alikuwa anapiga maombi vibaya mno, yani alikuwa anaomba kinoma, ili Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi amsaidie yeye kurudisha familia yake. Leo Vincent amelala, anapoamka ghafla anashangaa, mimi bwana nipo huku, sipo kwenye familia yangu. Mchepuko anakuja kumuuliza, baby, mbona unashtuka? Vincent anauliza kwamba kwa nini, kivipi mimi mpaka nimelala huku, familia yangu iko wapi? Kwa nini sijalala kwa mke wangu, nimelala nyumbani kwako? Mchepuko anamwambia kwamba mbona kitambo tunalala kwangu na lala kwako kitambo, kivipi, kwa nini yani? Mbona nipishe. Bwana, maombi yamefanya Vincent ameshtuka chapu kwa haraka, akaamua kwenda nyumbani kwa familia yake, kurudi mbele ya mke wake na mtoto wake. Mtoto anasema, baba, umerudi nyumbani baba. Mtoto anamwambia kwamba baba, umerudi, nilikuwa napata shida. Lakini Vincent anaomba msamaha mbele ya mkewe na kumwambia kwamba mke wangu, samahani sana, nilikuwa sijui wala sielewi. Nashangaa tu leo nimeamka, nimejikuta nipo kwa Mchepuko, nimejikuta nipo sehemu nyingine. Naomba nisamehe kwa mambo yote ninayokufanyia. Mkewe anamsikiliza na kumkumbatia mumewe na kumsamehe. Mchepuko anashangaa bwana. Leo hii Mchepuko anampigia mganga wake na kumwambia kwamba mbona dawa zimeisha? Kwa nini dawa zimeisha? Vincent kaondoka nyumbani kwangu wakati tulifanya dawa ili akae sawa. Lakini ghafla anashtuka na kuona kwamba kumbe vile vitunguli, kumbe vile vibuyu ambavyo wamemwekea Vincent vimeanguka, vimeteketea, vimetapakaa. Hii ni nguvu ya maombi bwana. Leo hii Mchepuko anakuja kuomba radhi mbele ya familia kumwambia kwamba mimi nilimfanyia dawa Vincent ili anipende, ili awe na mimi. Kweli nilikosea, naombeni sana msamaha, maana naona nguvu za Mungu zinanihukumu, zinanishabiri mbele yangu. Naombeni nisamehe, maana mimi nilimfanyia dawa Vincent, kwa hiyo bi naomba mnisamehe. So mkewe anamwangalia sana kwa uso Mchepuko na utaka kumjeruhi, lakini mama anasema kwamba hayo ni makosa aliyokosea, na siku zote binadamu tumeomba kukosea, basi tusameheni 7 mara 70, na haya yote yalotokea tutakusamehe, tumekusamehe. Mkwe pia anasema kwamba wote kwa pamoja tumekusamehe. Mkewe Vincent ni noma kinoma, mpaka anamfukuza, lakini mkwe anamwambia kwamba punguza munkari mwanangu, binadamu sisi tunakukosea, kama umeomba msamaha basi tumsameheni na asamehewe. Lakini leo kwa bahati nzuri bwana, Vincent anapigwa simu na kumwambia kwamba bwana, tumefanya uchunguzi umefanyika na imebainika kwamba kumbe wewe hukuwa na kosa kazini. Tunaomba urudi kazini, tunaomba urudi kwenye nyumba yako na maisha yako yawe vizuri. Bwana, Vincent maisha yote magumu ambayo alipitia, mkewe maombi makubwa ambayo alifanya, leo anakuja kujibu
leo yanaleta matokeo kuonesha kwamba Mungu yupo na Mungu anatoa msaada popote pale ambapo utakapomkumbuka. Vincent zidi ya maombi amerudi kwenye familia yake. Vincent zidi ya maombi imejulikana kwamba yeye hakufanya ubaya kazini na anatakiwa rudi kazini, hivyo maisha yao yatakuwa mazuri. Nadhani kuna kitu cha kujifunza hapa mbele ya matatizo na kumuomba Mungu kila wakati, kila muda. Asante, tukutane kwenye kapu nyingine.